the storms of life. Kumtumainia Mungu katika wakati wa dhoruba za maisha. Salimia mwenzako mwambie trusting God in the storms of life. Trusting God in storms of life. Na kuna wimbo kidogo ningetaka tujifunze na ningeomba mama mchungaji apatiwe microphone. Kuna chorus kidogo tu ningetaka tujifunze na najua itakuwa ya baraka kwetu. Tumpatie kipaza sauti. Kuna wimbo ambao uliimbwa na Paul Mwai na huwa wimbo ni wa baraka sana, lakini hatutajifunza yote, tutajifunza tu kwa sehemu kidogo tu. Hiyo wimbo ni ya Kikuyu ambayo inasema ya kwamba nitakutumainia kama mtoto. Leo kwehoka tamwana Ruke mokene maku Jokia wendo showito wakiamberia Niliada kwendaga utamwana Nanga kuihokaite unanania. It is that simple. Situiba 1, 2, 3. Yugo kwehoka utamwana Ruke moko ine maku Jokia wendo showito wakiamberia Niliada kwendaga utamwana Wengai nanga kuihokaite unanania. Tuibe mara ya mwisho. Yugo kwehoka utamwana Ruke moko ine maku Jokia wendo showito wakiamberia Niliada kwendaga utamwana Wengai nanga kuihokaite unanania. Sasa umejua hiyo wimbo, si ndio? Haya, hiyo wimbo tutaimba, tukiendelea kidogo tutaenda tukiimba na najua tutabarikiwa. Lakini wacha niseme ya kwamba life is a journey. Na katika safari hii ya maisha inakuwaga wakati mwingine na mambo mazuri, wakati mwingine inakuwa na mambo yenye ni magumu. Na kwa hivyo kuna wakati mtu anakuwaga ako na furaha, kuna wakati wa kufaulu, lakini pia kuna wakati wa hali ngumu za maisha, kuna wakati wa kutoelewa vile mambo yanaendelea, na hata kuna kuwaga na wakati wa uoga, wa kuogopa. Na katika mambo haya, wakati especially mambo yanakuwa magumu katika maisha, sometimes we feel overwhelmed and we question God's presence and His plan. Sometimes tunajiuliza, ni kweli Mungu vile unasema uko na mpango mzuri na mimi, ni ukweli? Hiyo mpango bado iko? Ama hata nilisahauika mbele zako? Lakini nataka kukuambia ya kwamba kumtumainia Mungu ndio nguzo ya kukusaidia wewe kama Mkristo kuweza kustahimili storms of life ama dhoruba za maisha. Ningetaka tusome katika kitabu cha Mithali 3. Nataka tusome katika Mithali 3. Na tutasoma mstari wa 5 na wa 6. Katika Mithali 3 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe.
katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Nisome tena mstari wa 5, unasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa 6, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Na katika hiyo line, the last part of that line inasema wala usitegemee akili zako mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni vizuri sana kujifunza kumtumainia Mungu katika hali zote za maisha. Na wakati nilipokuwa natazama kifungu hiki cha Biblia, nilikuwa naona ya kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kutumaini, in English trust. There is a big difference between trust. Trust ni kutumaini ni Kiswahili, kuehoka in Kikuyu, and hope. Hope ni in Kikuyu hope, kuerĩgĩrĩra. Na pia kuna tofauti kubwa kati ya maneno haya matatu: trust or trusting, hoping and wishful thinking. Kuerĩgĩrĩra, kuna tofauti kubwa sana kati ya kumtumaini. Watu wengi wetu ama Wakristo wote, hata wenye tuko hapa, tunaamini Yesu, tunatoa ushuhuda kusema mimi nimeokoka, mimi ninamwamini Yesu, na hiyo ushuhuda tunatoa hatuna uoga na ni ukweli. Lakini wakati nilipokuwa nafikiria kuhusu hili neno na Bwana akilinenea, ni wangapi wa Wakristo ambao wana trust, ambao wanaamini, ambao wanamtumainia Mungu kwa kila hali zao za maisha. Hata kama tunakiri ya kwamba tumeokoka, tunasema mimi ninamwamini Yesu, mimi ninamwamini Mungu, na mimi nimeokoka. Lakini ni wangapi wana trust Mungu katika safari ya maisha? Bwana asifiwe. Na ndivyo hiyo mwimbaji akaimba akasema, riu kukwihoka otamwana Rukenge moko-inĩ maku, chokia wendo-inĩ cio witũ akĩambĩrĩria, iria ndakwendaga ota mwana, na ngakwĩhoka itegũthangania. Ni wangapi? Sijui wewe unamtumainia Mungu kiwango gani katika maisha? Wakati unahitaji kubwa, pengine unahitaji pesa, pengine unahitaji msaada fulani, je, huwa unafanyaje? Majority ya watu huwa wana wishful thinking. Na alikorolo ni jackpot. Pengine unahitaji pesa, na pale kwa Kameme FM kuna mchezo inachezwa hapo, unasikia watu wanakula pesa. Sasa wakati huo umesukumwa na hitaji fulani, una start wishing na alikorolo ni dalia. Ama pengine unaanza kutafuta msaada kwa watu. Nitaenda kwa yule mtu na uziaka maziwa, nitamwambia hivi, na hata unatengeneza uongo ya kwenda kumwambia ili akubali kukuongezea deni juu ya yenye ulikuwa umechukua, kwa sababu hata haijalipika vizuri. Lakini kumtumainia Bwana kuna manufaa kama tutakavyoona.
Bwana asifiwe. Na sasa nilikuwa najiuliza, ama nilikuwa nafanya utafiti nikajiuliza, by the way, what is trusting God? Kumtumainia Mungu ni nini? Na niliweza kuona ya kwamba, na hapa nimeandika kwa Kiingereza, wenye wanaandika najua wataandika hivyo. It is a deep conviction that God is who he is, that he will do what he has promised, and that he is working all things together for our good. Kumtumainia Mungu ni kuwa na huo msukumo wa ndani mkubwa wa kwamba Mungu yeye ni vile anavyotuelezea yeye alivyo. He is who he is. Yeye habadiliki, na ya kwamba atafanya vile alivyoahidi, na pia ni ya kwamba anafanya kazi katika mambo yote kwa wema wetu. Hata wakati tunapopitia hali ngumu, tunajua ya kwamba mambo hayo magumu tunapitia, Mungu ameyaruhusu kwa wema wetu. Trusting God is a deep conviction that God is who he says he is, that he will do what he has promised, and that he is working all things together for our good. Katika both Old and New Testament kuna maneno yaliyo na uzito mwingi yenye yanatumika mahali jina trust inatumika. Old Testament, Agano la Kale, linatumia neno la Greek word patach, P-A-T-A-C-H. Nayo New Testament inatumia pistis, P-I-S-T-I-S. Maneno haya mawili yalipokuwa yanatumiwa na hao watu Greek and Hebrew, yalikuwa yanatilia mkazo ya kwamba kumtumainia Mungu ni kuwa na confidence. Confidence ni Kiswahili ni kuwa na ujasiri na kuwa reliant on God's character, kuwa na ujasiri ya kwamba Mungu hajibadilishi tabia zake. Mungu si wa kugeuka kama mwanadamu. Hawezi kupromise hivi leo, kesho akuje na story nyingine. Sio kama mwanadamu. Wakati tunapomwamini mtu na tunamchagua katika uongozi, sometimes huwa wanageuka. Alikuwa amepromise hivi, akifika kule anaanza kufanya hivi. Mwanadamu hufanya hivyo. Hata wewe sometimes ushawahi abiria mtoto wako kitu, lakini kwa sababu umekosa uwezo unageuka, hata hutaki kuulizwa haya maswali, hutaki hata mtoto akukumbusha hiyo story, unageuka, hutaki kwa sababu uko na upungufu huo kama mtu. Lakini Mungu, haya maneno mawili ya Greek and Hebrew inaonyesha ya kwamba Mungu habadiliki. Mambo yenye ameahidi ya kwamba atayafanya kwa maisha ya Mkristo, Mungu habadiliki, atayafanya. Bwana asifiwe. Pia neno hilo linaonyesha kuwa na ujasiri, ama kuwa mtu mwenye amedepend na nguvu za Mungu na agano zake. That is the Bible emphasize that trusting God involves confident reliance on God's character, power and promises. Bwana asifiwe. Yaani kutrust ni zaidi ya desire of something good. Mara nyingi tunakaa tukitumainia ya kwamba tutapata jambo hili nzuri, tutapata haya mazuri. Trusting God is beyond the desire. Bwana asifiwe. Na kuna picha kidogo ningetaka tuone hapa ili tuweze kuona trust ni kumaanishaje. Kuna picha mbili ziko hapo, na moja, hebu tuwekee hiyo picha. Kuna moja hapo ambaye mtu anatembea kwa kamba juu. Ukiangalia huyo mwanaume, kwa sababu ni mwanaume, yeye ako juu, hiyo kamba imepita mahali juu. He is trusting ya kwamba hiyo kamba haitafunguka kwenye imefungiliwa,
na he is trusting that hiyo kamba haitakatika, itamshikilia hata akiwa hapo juu. Unaona, hana kitu kingine yeye amejishikilia kwayo. Hivyo ndivyo Mungu angetaka to trust, ya kwamba hakuna kitu kingine umejishikilia kwayo. You are trusting in his power. Unajua ya kwamba uwezo wake utakusaidia kuvuka mambo ile ingine vile Mungu angetarajia. Pia kuna picha ingine hapo, na I think hiyo tutaimba hiyo wimbo yetu tena. Hebu weka hiyo ingine ya pili. Ningetaka utazame huyo mtoto. Huyo mtoto amerushwa juu, na yeye ana smile, anafurahi akiwa juu. Kwa nini? Anaamini mikono iliyorusha juu na yenye imemgojea kwamba itamshika. Huyo mtoto hafikiria kwamba huyu mzee mwenye anarusha anaweza ondosha mkono. Haleluya. Ndio kukwehoka otamwana Wikeruke mwokoine maku Jokia Wendoi mshoito wakiambelia Vilianda kwenda waotamwana Wenda ingakwehokaite udagania. Wewe ukiangalia huyo mtoto akona shaka na hiyo mikono. Huyo mtoto hata anasmile, hata anafurahi akiwa huko juu. Salimia mwenzako ukamwambia kama ni wewe ungerushwa juu. Kama ni wewe ungerushwa juu, hata ukiachilia furaha ya mwenye anakurusha, huwezi muachilia kwa sababu unaona anaweza fanya nini? Lakini huyo mtoto akona confidence 100%. Anajua mikono iliyomrusha juu ni mikono ambayo ni ya kuaminika, ya kwamba itamshika. Anasimama akiwa juu, anafurahi akiwa huko juu. Haleluya. Bwana angetaka umwamini hivyo. Wakati unapitia hali ngumu za maisha, wakati unapitia wakati ambapo you are even uncertain about life, God wants you to trust him the way that child trust huyo mtu mwenye amemshika kwa mkono. Huyo mtoto hana shaka, hata hataki kuimagine ya kwamba hiyo mikono inaweza ondoka aanguke. Huyo mzee mwenye tumeona amepitia juu ya kamba, ana full confidence, ana trust, hata hajatafuta mtu ya kujishikia. Akona confidence kubwa ya kwamba hiyo kamba haiwezi kuvunjika na haiwezi kuguka, haiwezi kuachilia. Bwana asifiwe. Bwana anataka umwamini, umtrust hivyo. Uwe na tumaini kwake hivyo, ya kwamba akisema atakubariki, trust that he will do it, kwa sababu ni Bwana amesema. Akisema that he will provide, trust that he will do it because it is God who has said it. Bwana asifiwe. Unajua sometimes kumtrust Mungu, unaweza kuwa hata huelewi mawazo yake vizuri. Unaweza kuwa huelewi njia yenye amekupitisha. Nilikuwa nafikiria kuhusu Joseph kwa Biblia. Unajua alikuwa ameona ya kwamba yeye ndugu zake siku moja watamuinamia, si ndio? Na kwa hivyo kwa mawazo yake angefikiria ya kwamba atakaa kwa mahali pa heshima kila wakati. Lakini hakuelewa mawazo ya Mungu aliporushwa kwa shimo. Hakuelewa mawazo ya Mungu wakati aliuzwa Misri. Hakuelewa mawazo ya Mungu wakati alirushwa gerezani akiwa Misri. Na alipoteseka wakati hakuwa anajua ya kwamba ilikuwa njia ya Mungu anampitisha kumfanya awe mfalme katika Misri. Wakati alipokuwa juu ya ngamia akipelekwa Misri na ameuzwa na ndugu zake, alikuwa pengine na uchungu mwingi wa moyo. Yani, you mean my brothers can do this to me? You mean wananichukia this much? Lakini ilikuwa njia ya Mungu ya kumtoa kwao, ampeleke afike Misri akuwe mfalme kule. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tunasema, na Yusufu alikuwa ametrust Mungu hivi kwamba wakati alipofika Misri akashukuriwa na Potifa, na mke wake akataka kulala na yeye, na pekila kuna fedha angepata akikama angekuwa mchumba wa mke wa mfalme, kuna fedha angekuwa nazo. Lakini Joseph hakukubali hivyo.
Yeye alimwambia siwezi fanya jambo baya kama hili kinyume na Mungu wangu, kwa sababu yeye alitrust ya kwamba Mungu aliyeniambia ya kwamba siku moja ndugu zangu ataniinamia, yeye ni mwaminifu, atafikisha hiyo. Bwana asifiwe. Usikuwe kama Ibrahimu. Mungu anampromise, anamwambia wewe na Sara nitawapatia mtoto. Wanakaa miaka ikisonga sana, Sara anamwambia nafikiri vile Mungu alikuwa anasema, hakuwa anasema tutapata mtoto wewe na mimi. Alikuwa anasema wewe utazaa mtoto, kwa hivyo chukua huyu mchakazi wangu, mzae mtoto, mnizalie niwe na uzao. Bwana asifiwe. Lakini hiyo haikuwa promise ya Mungu. Promise ya Mungu ilikuwa nitabariki Ibrahim na nitabariki yeye na mke wake, nitawapatia familia na nitawapa jamii. Lakini muda uliposonga kidogo, Ibrahim hakuweza kumtrust Mungu 100% ya kwamba atatimiza hivyo kupitia kwa mke wake. Alipoona Sara amefikisha miaka 90, akaona huyu amepita miaka ya kuzaa. Akaanza kusema pengine Mungu hakuwa anasema hivi, alikuwa anasema vile. Bwana asifiwe. Lakini unakumbuka kwa hiyo story, wakati walifanya hivyo, Mungu pia aliwabariki kwa sababu yeye kupromise kile alisema. Na akaambia Ibrahim, fukuza huyu mtoto na huyu mke mwenye ulikuwa umechukua mkazana wafukuze, kwa sababu sikuwa nimbariki wewe na yeye, nilikuwa nimbariki wewe na Sara. Bwana asifiwe. Sasa pia mwenzako mwambie si trust Mungu. Hata kama kuna magumu, si trust Mungu. Kwa sababu yeye ndiye alisema atatubariki, si ndio? Si trust ya kwamba Mungu atakubariki kwa sababu yeye alisema. Hallelujah. Trust Mungu. Unajua katika Isaia 55 verse 8 neno la Mungu linasema hivi. Isaia 55 mstari wa 8 neno la Mungu linasema maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu sio njia zangu, asema Bwana. Haleluya. Mambo mawili, mawazo yenu sio mawazo yangu. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Njia yenye unafikiria anaweza kukubariki kwayo si hiyo. Usitengenezee Mungu njia. Mawazo yako sio mawazo yake, njia zako sio zake. Hebu sikiza, nilishangazwa na mstari wa 9 tunasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Haleluya. Njia zenye unaona kama Mungu anaweza pitia kukubariki kwa hiyo njia, iko poteano na ya Mungu kama mbingu na nchi. Haleluya. Ati mipango yake na yako imepoteanwa kama juu na nchi. Ni kilomita ngapi kwenda huko juu? Unaona kama ni kilomita ngapi? Haleluya. Mungu anasema njia zako sio za Mungu. Mahali unamngojea pengine si hapo. Trust God. Kama huyo mtoto bila amerushwa hivyo, ana trust hiyo mikono. Trust Mungu alisema atabariki jamii yako. Trust atafanya hivyo. Trust God will provide, because he says whoever ni mtoto wangu I provide for you. Trust. Yuko kwehoka tamwana wikero kenge moko inemaku jokiande nishoito wakiambelia ilianda kwenda otamwana wengai ngakwehoka iteulangania. Kiko hapo. Salimia mwenzako, eheria manangania. Eheria ki? Manangania. Eheria. Bwana asifiwe. Trust Mungu. Unajua, wakati nilipokuwa nasoma hili neno nilifikiria, wakati umeingia kwa matatu na safari imeanza kutoka pengine hapa ndio mnaenda Naivasha, driver anakuambiaga every stage ile watafanya. Watu wanasema sasa tunataka kusimama tuchukue huu modi. Wao wanasema, lakini una trust atakufikisha Naivasha, si ndio?
Wanafika pale Murungano, unaona driver ametoka na conductor ametoka. Lakini bado una trust ya kwamba watakufikisha. Haleluya. Wakati wanaingia kwa petrol station hawaambiani kuwaomba ruhusa. Hata mimi wakati, kwa sababu Mungu amenibariki na kagari, wakati nimeambia watoto wangu twendeni kanisa, nifike hapo engineer niende na pande ya juu, siwezi kwa explainia nimeenda wapi. Wanakaaga wanaona nimeingia kwa petrol station, wanajua huko kako ni mafuta, alafu tunatoka. They trust my mind. Ati mahali na Amerika bado tunafika kwenye tuto tunafanya nini? Salimia mwenzako mwambie trust God's mind. Tumainia mawazo ya Mungu. Hata kama huelewi, tumainia roho yake, hawezi kupotosha. Hata wakati unapitia kwa njia, kwa nyakati ngumu, trust that his promises zitafika. Hallelujah. Hivyo tu vile hata naonanga mama wakati anataka kwenda mahali, unaketiki kwanza na explainia mtoto mahali unampeleka. Wakati wa gurufu ukifika unafanya nini? Unachukua mtoto unaweka kwa mgongo, unafunga na shuka unaenda. Huyo mtoto ana trust. Huyo mgongo umebeba ya kwamba hujampeleka mahali pabaya. Hallelujah. Sasa mwenzako mwambie kuihoka okamwana. Msalimia mwele eheria manangania. Bwana asifiwe. Unajua kuwa na shaka ndio inafanya wakati bado unasema I'm trusting God atanipatia, lakini back at your mind unafikiria vile utafanya. Unaamini Mungu atanipatia school fees ya watoto, lakini back in your mind umeanza kutest kama yara itakukopesha ama utafuliza ama utafanya nini. Mungu akiangalia shaka ulizo nazo, wakati Yesu aliambia Peter, akamwambia kuja ukiwa umebebea juu ya maji, na akakanyaga maji, aliposoka kidogo akakuwa na shaka, akaanza kuingia. Wakati Yesu alimshika kwa mkono, alimuuliza kwa nini umekuwa na shaka? Unaangalia nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo nilikuwa nataka kusema ya kwamba trusting God involves submitting to his will. You surrender to his will. Ukuwe kama Yesu vile alisema katika Mathayo 26 mstari wa 39. Yesu alipokuwa akifesi msalaba, alimuomba Mungu, akamwambia Mungu, ikiwezekana niondolee kikombe hiki. Lakini mstari huo unasema but it is not according to my will, lakini wacha your will be done. Ni ukweli Yesu alikuwa anapita wakati mgumu wa kufesi msalaba, lakini akaambia Mungu, wacha mapenzi yako yatendeke. Submitting to God's will. Hallelujah. Trusting God involves submitting to his will. Kuna wakati mmoja nilipewa transfer nikapelekwa na kuja Nyahururu. Na siku ya tayari. Kanisa letu lenye tulikuwa tunahudumu lilikuwa kanisa dogo. Na tulijisikia kana kwamba tukienda huko Nyahururu ni mali. Kwa hivyo siku ya kwenda shirika hatuna. Sunday pengine sitaweza kuja hivi Sunday juu ni mali. Na siku nimekaa sana tangu nifanye mchungaji wa hiyo kanisa. Na ilikuwa wakati kanisa linakuwa, ilikuwa tu kama hivi leo, wakati watu wanakuja linakuwa, ilikuwa tunaona inaenda vizuri. Sasa wakati hiyo transfer ilikuja kwa mwezi wa Disemba, tukaona hii maneno imekuwa, yaani unaona kitu yenye inakugonga tu, yenye unashindwa utafanyaje. Lakini tukaambiana na mke wangu,
Si your brother is a principal, tuko na my brother principal. Si ndugu yako fulani ni principal, basi mwambie ongea na hawa watu rudi. Sasa sisi tukaacha kuwa na shaka. Kwa sababu tuko na principal mwenye anafanya nini? Atatutendea. Sasa mimi nikampigia simu, tukakutana mahali engineer, nikampatia barua, nikamwambia mimi nimepigwa transfer kwenda Nyahururu. Na mimi sasa nikuenda. Juu ya hii na hii na hii na hii na sababu zenye nilipatia zilikuwa sababu za kweli. Akaniambia hawa nitaenda kuongea na huyo county director. Sasa si mimi nimerelax. Lakini akaniambia enda kwa principal wako akuandikie barua uapili, uandike barua kusema hauko ready kwenda Nyahururu na principal akupigia muhuri. Nikafanya hivyo. Principal mwenye alikuwa huko alikuwa anataka kunisaidia pia. Nikaenda nikaandika barua apili, akapiga muhuri. Sasa nikakuwa niko na mpaka backup ya principal kwenye shule natoka. Anasema huyu mtu msikizeni ya mimi nimempeleka mbali sana. Nikapatia my brother. Tukafika Nyahururu, tukafika pale Karau kwa county director. Tukaikia. County director akaambia my brother, tell this young man to report investigation that I sent him and I will personally supervise kama anauza. County director akatoa ukali. Na saa hiyo tumeenda na police, unajua police kwa sometimes wanapaka kabahati ya chai. Sasa tunafikiria kwamba county director akasikia. Akasema hata mimi nitasupervise kama huyu kijana anafunza. Hebu aende akaripoti kwenye nimempeleka. Sasa nguvu yenye yote tulikuwa tunafikiria tuko nayo mwagiliwa maji hivi. Tukarudi. Tuliporudi, my brother akaniambia OCPD wa engineer ni wa kabila ya huyu county director. Sasa ndio my brother alisikia akakasirishwa na county director akaambia OCPD, "Apia huyo mtu wenu, Kenya nataka aniitishe. Huyu kijana ni yangu nataka arudi." OCPD akaenda pale na simu akaongea Kikwao, Gesumare, wakaongea Gesomali, yote akakuja. Akatuambia amesema hataki kitu, kijana alipoti. Sasa nguvu yenye nilikuwa ninafikiria niko nayo, ikafanya nini? Ikaisha. Sometimes wewe unatrust Mungu, unatrust shamba, unatrust biashara, haina nguvu ya kutosha. You end up being frustrated kwa sababu wewe tumaini yako na uwezo wako, maisha yako yote ilikuwa hapo, ulikuwa unaishi hapo. Sasa mimi nilipoenda nyumbani, mama akaniuliza wewe wapi? Hata siku anataka kuongea. Juu county director hataki kutuona. Nikatafuta mpaka barua ya kwamba mimi ni mgonjwa, hapo anasikia. Niliandikiwa na daktari barua mara mbili ya kwamba mimi ni mgonjwa sana, hata siwezi, hata lazima nikae karibu na bibi. County director akakataa kusikiza, akasema akapigia polisi kwenye nilikuwa nimepeleka, akasema hebu niletee timetable ya huyo mwalimu na lesson zote zenye hajafunza. Sasa hata my brother akaniambia bodo ndio lipo hata nguvu tuonekane no kike bodo ni kiu. Sasa mimi nikaenda nikaripoti. Nikafunza siku 3. Siku moja tukaambiana na my wife, tukaambiana kwa nini mtu jana kuajiri twende TSC Nairobi. Tuambie hawa watu wa consider your transfer. Sasa hiyo kwa county director wewe tulikuwa tunamtumia minister wa county wa education. Sasa hiyo Bishop Kairo alikuwa huko, alikuwa anafanya kazi na governor. Bishop Kairo na huyo bado county director akakataa. Sasa nguvu zote zile tulikuwa tunafikiria tuko nazo zote zikamwagiliwa maji. Tukawa hatuna hata nikatafuta karibu na hapo. Na nikalala siku moja. Sasa nilikuwa naona tumeisha, sasa lazima nifanye kazi huko. Sasa siku moja sijui vile tuliongea hivyo na mama wetu, tukaongea tutaambiana asitoe TSC tusikie vile watakwambia. Sasa hiyo ni so desperate. Nguvu zetu zote zimeisha, my brother ameshindwa, county director ametuweza, hatuna uwezo mwingine. Tukaenda Nairobi. Tulikuwa na gari nyingine, tukaweka mafuta tukaenda. Sasa sisi tukaenda, nikiwa jiani my brother nikamwambia kwenye nimeenda, akaniambia enda kwa human resource wa region ya Central region, uende you table your case. Nikaenda nikauliza ofisi yake, nikaingia nikakuta mzee hapo. Mzee hawa wazee mmoja mzee unaona hivi mkamba. Sasa sisi tukaketi na yeye. Nikamwambia mimi nilikuwa nafunza shule fulani
na sitaki sikatai kazi mimi, lakini umenipatia transfer kunipeleka 92 kilometers kutoka nyumbani, na hapa kuna shule inaitwa Munyaka inahitaji my services na iko karibu na mimi. Sasa mimi nimekuja kukuomba ya kwamba nikikubalika kwako unitoe kule mbali unilete hapa karibu. Akachukua akaniambia umeapili, nitampatia apili. Ulipeleka kwa county director alikwambia aje? Aliniambia report kwenye umenipeleka. Ati wewe umenipeleka. Next what county director alikuwa anasema imefanywa kule head office, sasa mimi siwe na uwezo wa kubadilisha. Akaitisha faili yangu, akaangalia, akatwambia again nikuje sana. Tukakuja. Lakini I think hata afadhali ndio nilibeba bibi. Unajua alikuwa anaonekana hapa yangu wakati huo si kama sahihi amezeeka. Hata akamuuliza, wewe ni wa miaka ngapi? Alikuwa anaona kama nimechukua katoka shule. Jioni kuja tukakuta ametuandikia barua ya kwenda Munyaka. Hakuna pesa tulitumia, hakuna mtu tulikuwa tunajua huko. Mungu mwenyewe yeye ndiye alibadilisha hiyo. Bwana asifiwe. Saidia mwenzako mwambie si trust Mungu. Haleluya. Mungu ako na wewe. Sasa tukaamini ya kwamba ni yeye alituita kuhubiri huko kwenye tulikuwa. Kwa sababu kama ningeenda Nyahururu hatungeweza kuhubiri vizuri because of the distance. Lakini wakati Mungu alitaka kutufunza, nguvu yenu yote mnasema ati mko mahali pazuri ni mko na principle, nitamuonyesha yeye si kitu. Unasema kitu mnajuana na Bishop Pedro na county, nitakuonyesha huyo sio kitu. Wao wote wakashindwa. Sisi tulienda tu na hata na sasa nikauliza huyo mzee. Nikamuuliza sasa kwa sababu umenisaidia sana. Ukatakaje? Kaniambia hapana. Enda ulipoti kesho nisikie uko shule. Tunakuweka pesa ya mapriest wewe hataki kitu yako enda. Hakuniitisha hata shilingi moja. Bwana asifiwe. Hiyo kukweoka otamana. Tusimame tuombe. Jokia